Mango, anti, si nimewapea kazi ya kusimama na watoto mchukuliwe nao picha. Victor, afuatwe na Victor. Lilian. Asante sana. Sasa hapa nimeona wako wawili. Sasa wazazi wale ambao wametoka upande wa kila msichana, ni wote mchongee hapa, mchukuliwe picha, ama mzazi yako aongee kwa niaba yao. Habari yenu, kwa majina ni James ama Finchy. Mimi ni second born wa nurse, mwenye alikufa ni mamangu, na hiyo ni bibi yangu, na hiyo ni mtoto wetu. Na niko na wageni wenye wametoka Nakuru kwenye nafanya kazi. Ningeomba tu niwape nafasi waongee tu neno moja. Nilishakuwa So wageni wa Nakuru tena, kama wengine mko, hata nyinyi wote mchongee mbele, mjumuike pamoja. Timu Nakuru. Habari zenyu? Nzuri. Mimi naitwa Elizabeth. Tunatoka Nakuru. Tunafanya kazi na Vincent and my colleague here. Tumekuja kuomboleza nanyi. Tumeleta pole zenyu. Tumetumwa na our boss. Pokeeni pole zetu. And we also have something little to give to Vincent. I think we will do it later. Thank you. Hamjambo nyote. Sisi tumekuja kufarijika na mwenzetu Vincent, tunafanya naye kazi kule Nakuru. Tumekuja kama kampuni tunawakilisha, jione kama kwa peke yake na mwenzetu. Tunashukuru na tunaitwa timu. kuna venye sitaelewa, niko na mata hilo. Sasa sijajua venye hii mpangilio iko. Mungu yu mwema kila wakati. Mimi nashukuru, ninasema pole katika hii familia ya Mutukina watoto wake kwa ajili ya kumpoteza mlinzi Anaina Nyazi. Hajakufa bali amelala juu amewacha watoto nyuma. Tunasema kwa Mungu yote tunashukuru, yawe mabaya awe mazuri, yote tunasema asante. Kila Mungu akuna siku yake, na ikifika hautaweza kuizuia. Mimi kwa majina, mtoto wetu ni huyu, hata ingawa baba yake hakufika kwa sababu alituma bore ambulansi zake. Huyu ndio mtoto wetu, anaitwa Dorika. Sasa ninasema boreni sana, Mungu awabariki na endelea kuwalinda siku zote. Na mimi majina, baba yake anaitwa Jupre Morandi, na mimi ni Benina kwao huko Magwawa. Jana, Mungu awabariki sana. Nikipenda kutoa pipi yangu nafasi ya ongea na mmoja. Nasema mchana chakula tuko vizuri, lakini mimi nimeona nikala tu mwalimu tuko ubaya kwenye tu tunamwambia mtu alale salama, ingawa ametuacha mtu atatalia chakula ni salama. Nipe anti yangu anaishia. Siamo naenda kiti kwa geni. Ile mtoka kalia wala wao. Wote wale wale. Yeye saa wale. Yeye saa kwa kwa. Yeye saa wale mtu na kijao. Yeye saa ile kwa kutia kijao. Yeye wale mtu ndio kwa tena. Yeye ndio wao kwa. Wale ndio bana wale ndio. Abatu kuru uwanje baraka kanisa kama ndio kwa gani. Siamo. Asante. Lilian. Marafiki za Lilian. Marafiki za Lilian.
Leonard Koech. Ako na familia. Wale ambao wanatoka kwa upande wa Sylvia wote msimame. Kutoka kwa kina Sylvia nimeona hata wamama wa kanisa ya grupu ya Sylvia. Foto manuza, tutasubiri kidogo wageni waingie ndio utoe picha. Sylvia, kama wazazi wako waongee. Mwalimu wote mjambo. Ndio kijana kubwa katika familia yetu ndogo, na mwenye miaka ni mamangu. Na yale watu ambao nipenda kusema ni waongozi zangu kutoka kule upande wa Bomet. We acknowledge what you do and we appreciate, because it was not easy for us to do what you did. And also for the village members, mlifanya hata vizuri. We thank you all. Hata hii kazi ambayo imefanyika, mama amelala ndio, lakini you have seen the picture of our mom. Our mom is still alive, and I believe that all that you have seen here ni wale ambao madada zangu na ndugu zangu, pia na mbabu zao, kama hivi sasa vile ni mke wangu pamoja na watoto. So I believe our mom is still alive. The only difference is that ameenda kimwili, but tumebaki tukiwa naye spiritual. And I believe wakati alienda lazima aliomba Mungu atutumie kama malaika atuchunge wakati wote. Si eti ameenda. Kuna kitu kimoja ambacho nilikuwa nikisoma mahali fulani, na nikafikiria kwa nini huyu mtu alisema hivi. Alisema when one is lost, nothing is lost. Unanielewa vizuri? Yaani kitu cha dhamana kikipotea, hakuna kitu ambacho kimefanya nini? Kimepotea. Two, this man also said when health is lost, something is lost. Unaona? Kuna kitu amesema kimepotea. Finally, akasema when character is lost, now everything is lost. Unanielewa vizuri? Sasa kile kitu ambacho nataka kusema, iwapo sisi tutakuwa na kile kitu ambacho tutakuwa nacho, lakini tuwe tumepotesha tabia ama mwelekeo wetu katika familia, that means we are all flat. So chenye napenda kusema, madada zangu, iwe ni upande ule mwingine, iwe ni upande ule mwingine, it is time for us to unite and be one family. Differences will not take us anywhere. Instead, tutakuwa flat, and that it is to say, the fight from the house, from inside house, outside, it is very hard for us kuizima, yani iishe. But vita ambayo inatoka kule nje ikiingia ndani, we can unite and fight and we shall win. And I believe that. So, all those who are here, my parents, and even the people from my jumuiya, my friends, I would like them to say one word, but before I finish, I'll say that, Mama, tunakupenda na bado tutakupenda, utabaki kwa mioyo yetu na tutakukumbuka nyakati zote. Thank you. Praise Lord. Praise God again. Huyu ndio firstborn to my family. Naitwa Violet na Njama. Sylvia. Huyu hapa
ni msichana wangu wa B anafuata huyu. Kuna mwingine niliacha nyumbani alikuwa mgonjwa. Kwa hivyo huyu ndio waimu kwa familia yangu. Anaitwa Silvia. Na huyu anaitwa Kate. Anaolewa tu hapa karibu. Huyu ndio bwana ataongea. Ndio niongee kidogo. Asante. Na hapa ndio mwana mwenzi. Ila saba seseni nilikuwa atiani. Kolera yane gari mororo sabata mama lakini ukuni. Ndio ndio familia sagaria. Esikia wana. Yaro yanayo mamuro manen abata abana boko. Ile familia ya Bomet. Ibata abana labuna sia atira pia abantu bamwe n'abagore n'ibyo mwese njyewe byo nkora yane wote sikora yane uraji nataka mwandike mno wote sasa majieta wengo kwa choi oyota seito ende matani kore bongo tigai iko tajana enarebia amana hapana ama kwenda mahali na makuru akina kila na marudi lakini kwa nini ndio mtu atende na anayibada mtu akiwa anataka Asante kwa nafasi. Kwa majina ni Joshua Bai Aunda. Nyumbani ni Nyawokiani, lakini tumekaa na Koech hapa. Nilikuwa nakaa kwa nyanya yake hapo kando, na tulikuwa tumependana sana, yeye pamoja na mamake ambaye amelala. Kwa yale ujasiri yenye amesema, yale maneno yenye amesema ni yale yenye amesoma na anajua venye atayatekeleza. Utupe tabia, yani utekeleze yale maneno na yote Mungu atakubariki. Ndio maana